Wanasema hakika kwa kila kitu kina utukufu na fahari yake, na utukufu na fahari ya umati wangu ni Qur'an takatifu. Mama Aisha radhiallahu anha amesikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema hakika kwa kila kitu kina utukufu na fahari yake, na utukufu wa fahari ya umati wangu ni Qur'an takatifu. Maelezo: yani watu huonesha uungwana na utukufu wao kwa nasaba na mambo mengine. Qur'an tukufu ndio kitu cha utukufu na fahari ya umati huu kwa kuisoma, kuhifadhi, kuifundisha, kuitekeleza na kila linalohusika nayo ni kitu cha fahari. Na kwa nini isiwe hivyo? Hii ni neno la mpenzi. Hukumu za Bwana utukufu wake unazidi utukufu wote wa kidunia, hata kama ni mkubwa vipi. Maendeleo ya kidunia hata kama ni mazuri vipi, lazima yatapotea siku moja, kama si leo ni kesho. Lakini bora na utukufu wa Qur'an ni wa milele na usiokuwa na kikomo. Wacha ule utukufu wake kwa ujumla, hata kama zile sifa ndogo za Qur'an pia ni kitu cha kujifaharisha nacho. Kwa mfano, ule muundo wake maridadi, mfuatano wake na ajabu, uchunguzi mzuri kabisa maneno yake, hoja zilizopangilika, simulizi ya mambo yaliyopita na ubashiri wa mambo yanayokuja, uchambuzi wake juu ya kaumu nyingine haiwezi kupingika. Abu Dharr radhiallahu anhu ameeleza kuwa alimwomba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuhusie. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, jenga hofu ya Allah katika moyo, kwani hicho ndicho kichwa cha amali njema zote. Nikataka aniongezee zaidi, akasema, shikamana na kuisoma Qur'an kwa sababu ni nuru katika ardhi na ni zakira au akiba katika mbingu.